umuhimu gani wa kusali rozari? Yeye ametuuliza hapa swali, anahitaji ufafanuzi. Kwa hiyo yeyote atakayokuwa na maelekezo kwa ufafanuzi mzuri anaweza akamsaidia kujibu. Naamini aliyeandika swali anajijua na sisi hatujui, lakini swali lake linasema kuna umuhimu gani wa kusali rozari? Swali lake kidogo lina ukakasi. Baraka ya Mungu wetu. Kwa swali ndio wangu kwamba tunasali rozari kwa kuomba, yani umuhimu wa kusali rozari ni kwamba cha kwanza tunaomba amani, tunapata neema kwa mujibu wa ukikumbuka Bikira Maria alipotokea watoto wa Fatima alituhamasisha tusali rozari tupate vitu kama hivyo. Kwa huo ndio umuhimu wake. Mapendo. Kwa mimi nilivyoelewa swali tunataka kwamba tutaje umuhimu wa kusali rozari. Kwa mimi ninavyojua ni kwamba rozari zipo za aina mbalimbali na kila rozari ina umuhimu wake. Sasa tunaposema rozari ya huruma ya Mungu, hii rozari inatusaidia kuomba moja kwa moja huruma kwa Mungu kutokana na dhambi zetu ambazo zilimfanya Yesu afe msalabani. Ndio. Nashukuru. Mapendo. Mwingine. Jamani. Kwa nini nasoma kama alivyoandika kwa njia hivi. Kwa nini Wakristo tunabadilika? Jamani tusichekane. Mimi nasoma uzuri ya kuandika majina, si ndio? Unajua yeye uliza unajua mwenyewe. Wewe sikiaje baba? Kwa nini Wakristo tunabatizwa kwa maji machache? Tunaomba tumsaidie mtu aliandika. Kwa nini Wakristo? Tunamcheka swali lake ni nzuri. Kwa hiyo swali zuri sana. Dada Pendo. Swali la tatu. Hapa kuna mtu anauliza Mungu alitoka wapi? Dimesha. Mungu alitoka wapi? Ninakufikiria na hiyo. Hivi na mimi nasema kujibu. Ndio nyote mmesema kabisa. Injili ya nani? Unasema tu tunasoma Injili. Hapo mwanzo alikuwapo neno, naye neno sasa Mungu alikuwepo, yupo na ataendelea kuwepo. Bwana kidogo mwingine naongezea. So Mungu alitoka wapi? Swali ni kweli, swali nimekuja Mungu alitoka wapi, lakini kwa mantiki ni kwamba Mungu ni roho. Sema katika katekisimu ya Kanisa Katoliki, Mungu ni nani? Mungu ni roho halisi kamili kabisa, muumba wa mbingu na nchi na baba yetu mwema. Ndio tafsiri ya Mungu ni nani, si ndio hivyo? Kwa hiyo ukitoka kwenye tafsiri ya Mungu ni nani, tulie kwenye maandiko kwamba wakati wa kuumba ulimwengu, roho wa Mungu alikuwa yuko juu ya nini? Ya vilindi vya maji. Kwa hiyo Mungu alikuwepo mwanzo kabisa kabla hata ya mambo yote hajafanya nini? Hajatokea. Kwa Mungu alitoka wapi? Mungu alikuwepo tangu kabla vitu vyote havijatokea, sababu yeye ni nini? Ni roho. Mapendo. Biblia Takatifu ya Katoliki ina vitabu 73 ambayo Agano la Kale vipo 46 na Agano Jipya vipo 27. Ni vitabu gani vilivyoongezeka katika Agano la Kale ambavyo vinatofautisha Biblia ya Katoliki na Kiprotestanti? Swali nasema hivi. Biblia Takatifu ya Katoliki ina vitabu 73 ambavyo Agano la Kale viko 46 na Agano Jipya viko 27. Swali: ni vitabu gani vilivyoongezeka katika Agano la Kale ambavyo vinatofautisha Biblia ya Katoliki na Kiprotestanti? Mapendo. Wote tumesikia swali? Kasita. Kitabu cha Baruku. Baruku. Cha 7. Kitabu cha Tobit. Nani? Tobit. Jamani tumesikia?
Umetutajia vitabu 7. Cha kwanza Tobiti, cha pili Yoshua bin Sila, cha 3 wa Makabayo wa kwanza, cha 4 wa Makabayo wa pili, cha 5 kitabu cha Hekima, cha 6 nimeandika funesi nini? Baruku. Cha 7 Judith. Na hakika uliouliza swali nimekujibu vizuri. Mapendo. Swali namba 5. Mapendo. Maana ya imani ni kwamba imani ni kitendo cha kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Kwanza tunasema kwamba imani ni kusadiki. Sadiki pia imani ni kumkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Asante Mapendo. Kusoma kitabu cha Waebrania sura ya 11 unapata maana ya imani. Kwamba imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Amani, naomba tulisome nilichofunga. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo tusiyoyaona na kujenga tegemeo thabiti kwa Mungu. Ni msimamo wa moyo na akili wa kumtumainia Mungu hata pale ambapo hatuoni majibu mara kwa mara. Imani kwa maandiko matakatifu. Biblia inasema, basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na ya mambo yasiyoonekana. Waebrania 11 mstari wa 1. Leo labda msalisha mtumia kwenye message hapo ajija kusali hiyo sio. Unampigia simu. Somo la leo ni wapi? Somo la leo natoka kitabu Injili ya Luka. Wanaanza sasa. Mimi sioni wala wazee. Unaanza kufahamu. Unafua kwa Biblia wewe pa. Unaanza Luka sasa. Wimbo wa kwanza unaimba unaisha. Wimbo wa pili unaimba unaisha. Luka hujaiona. Shukrani zangu ewe Mungu wangu kwa zawadi ya Agano Jipya ninafahamu. Kinaitwaje? Kama nasema kitaka Mathayo, atufunulie sasa. Mathayo. Atufunulie basi. Dakika moja ile ile. Sawa. Alafu ndio tuende kutusawazishie swali la kwanza. Cha mwisho cha Agano la Kale ambacho alitoka cha mwisho cha kwanza. Nimwambia hiyo uko unamwambia doti. Wewe cha kwanza cha Agano Jipya. Usinitazame. Muda. Sawa. Muda umeisha na nipapata. Jamani, kitabu kinacho cha kwanza cha Agano Jipya amesema ni kitabu cha Mathayo. Amepata amekosa? Amepata na mfunuo hicho hapo. Kwa hiyo kwenye maswali yetu mawili amepata swali? Haya, doti njoo tumalizie swali letu. Swali wapi? Una dakika moja ya kutuambia kitabu cha mwisho cha Agano la Kale ni kipi na unakifunua. Kitabu cha mwisho cha Agano la Kale ni kama Akifunue. Hajatumia hata dakika ijaisha. Asante Mapendo. Umetisha sana. Amepata? Amepata. Sababu wiki iliyopita tulikuwa tunaimba sana. Jamani, challenge yetu leo ilikuwa ni fupi. Lakini ndio maana yake. Mapendo. Jamani, tunaelewana?